Zakayo TV, the home of everyone. Ibara hii hapa ni Sports Info ama Sports Time tokea hapa Zakayo TV. Lakini kikubwa zaidi ambacho unatakiwa kukifanya ni kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia wewe ambaye bado hujasubscribe unaweza kusubscribe ukatupata vizuri kabisa. Kikubwa zaidi ni tuko hapa kwa ajili ya kujuzana yale yote ambayo tunayatarajia hasa kwenye uwanga ule wa kimichezo ndani na nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Lakini hapa tuna stories zetu nyingi zaidi. Tutakuwa na mimi hapa Doto Peter Zakayo, lakini sitakuwa peke yangu hapa, nitakuwa na Madina Hassan Madina ambaye pia atatupitisha kwenye uchambuzi wa kina kabisa kwa yale ambayo yanaenda kutokea pengine siku ya leo na siku zijazo. Kikubwa zaidi ni wewe kuendelea kusubscribe, kutufuatilia Zakayo TV, the home of everyone. Tukupatie kila ambacho ni chakula bora kabisa. Bwana Madina, habari ya saizi bwana? Unakwema? Kwa vizuri kabisa. Fresh kabisa. Mtazamaji wetu najua story kubwa ambazo ziko kwenye headline ni kuhusiana na mechi ya Simba Sports Club ambaye atacheza pale nchini Misri kunako majira ya saa 1 za jioni dhidi ya Al-Masry ambayo iko pale makao yake yako pale nchini Misri. Lakini kikubwa zaidi ni timu hii ya Simba Sports Club ambayo tunatarajia kuiona ikiwa kwenye rank pengine kubwa. Mashabiki wengi wanatarajia kuiona baada ya wapinzani wao Dar es Salaam Young Africans kuweza kutolewa kwenye michuano hiyo. Lakini story ya pili ambayo tutakupitisha nayo hapa ni Dar es Salaam Young Africans ambao wao wanacheza mchezo wao mwingine dhidi ya hawa tuseme ni wauaji wao waliowaua mechi iliyopita ambao ni Tabora United. Kwa hiyo mbinu zote ziko hapa. Utapewa nini kifanyike, pengine nini kilipungua mchezo uliopita. Tuko hapa na Madina Hassan Madina ataweza kutupitisha kwenye rankings hizo. Madina, tunajua tukianza na Dar es Salaam Young Africans kwa uchambuzi wa kinifu ambao ni wa dakika 1. Anakwenda kucheza kwenye mchezo ambao alifungwa na timu hii hapa ya Tabora United. Leo anaenda ugenini Tabora, anacheza kwenye uwanja wa Al-Hassan Mwinyi pale jijini Tabora. Unataka kutuambia nini matarajio yako kwenye mchezo wa leo? Matarajio ni kuona kwamba kila timu kwanza inahitaji matokeo katika mechi hii ya leo. Ukiangalia hata supports ambazo wanazipata kutoka kwa watu wao wanaonyesha kabisa kwamba wanahitaji matokeo kwa hali na mali. Young Africans anahitaji alama 3 za muhimu zaidi, kwa sababu anajua mtu anayemfukuzia nyuma yake ni klabu ya soka Simba ambaye wana tofauti alama 1. Lakini ukienda kumwangalia Tabora United pia anajua mambo hayako vizuri kwa upande wake, kwa sababu anahitaji kupata nafasi ya kwenda kucheza michuano ya kimataifa kama ambavyo malengo yao yalikuwepo. Yuko kwenye nafasi ya 5 na anahitaji kupata alama 3 ambazo angalau zinaweza kaenda kupunguza gepu kati yake na Singida Black Stars ambaye yupo pale juu, ili kwenda kuziwania zile race za timu 4 za juu ambazo zinaweza kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Tunajua Dar es Salaam Africans wamekuwa kwenye pressure sana, hasa wanapocheza na timu ambazo zimewahi kuwafunga nyuma. Ni kitu gani ambacho kilipungua mechi iliyopita mpaka wakafungwa na Tabora? Ni kitu gani ambacho kiongezeke leo ambacho kinaweza kuwasaidia Dar es Salaam Africans? Lakini pia Tabora ni kitu gani ambacho wanaweza kukiongeza pia kuwasaidia ku maintain yale ambayo walifanya mchezo uliopita kati yao na Dar es Salaam Africans? Tabora United ni kikosi bora, lakini Young Africans pia wana kikosi bora. Lakini kinachotofautisha Tabora United na Young Africans ni in terms of quality. Wote wana vikosi bora, lakini mmoja kamzidi mwenzie. Young Africans ana quality nyingi zaidi ambazo kazitia katika kikosi chake. Angalia wachezaji ambao wapo nao, wakina Pacome Pierre Zuzu, wakina Stefan Aziziki, wakina Harry Daucho na wachezaji wengi. Lakini kwa Tabora United pia wana wachezaji bora, wakina Heriete Beneza Makambo na wachezaji wengine wengi sana. Angalia Tagoriba wao ambaye ana uwezo mkubwa na tumuona skills ambazo amekuwa akizionyesha kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Katika mechi iliyopita kitu ambacho kilienda kumwangusha Young Africans, nadhani Tabora United chini ya kocha wao walienda kumstudy zaidi Young Africans kuhakikisha kwamba wanaenda kumbeat. Kitu kipekee ambacho timu ndogo huwa zinaweza kuwawini hao wakubwa ni katika angle ya in terms of quantity. Kuna kitu kinaitwa quality na kuna kitu kinaitwa quantity. Kitu pekee ambacho Tabora United kwenye mchezo ule waliingia wao, waliamini kwamba Young Africans tukienda kubato nao kwenye uwezo wa mchezaji mmoja wametupita mbali sana. Kwa kitu ambacho tunahitaji sisi kukifanya ni kwenda kuwawini katika in terms of quantity. Tufike zaidi nyakati nyingi ambazo wao wanakuwa na mpira, lakini pia tukipata mpira tuwe na objective nyingi zaidi ambazo zinaweza kutusaidia sisi kupata magoli kwa haraka zaidi. Tizama ile mechi, Young Africans wao wameingia na quality, Tabora United wakajua kwamba nyakati ambazo wewe Young Africans utakuwa na mpira, sisi tunakuja na idadi kubwa zaidi ya wachezaji kuja kukupressurize wewe tuchukue mpira, na tukichukua mpira tunahakikisha kwamba tunautumia kwa ufasaha mkubwa kutokana na zile chance chache ambazo tunapata, kwa sababu wanafahamu kwa Young Africans hawezi kukuachia nafasi nyingi sana au kuwafunga. Kwa nafasi moja unayoipata, angalau hiyo nafasi unaweza kaitumia. Mfano mzuri, kuna klabu kama inaitwa National Al Ahly kutoka Misri.
wao wakiwa wanacheza michezo yao nje ya ugenini ya nje ya Misri wanaangalia mazingira, kwamba mazingira tunayoenda nao sisi hatufevi in terms of atmosphere. Kwa hiyo tunaweza tukafanya kitu kimoja ambacho kinaweza katusaidia. Wanaenda tu kwamba angalau wanaweza kukuachia wewe mpira ucheze na umiliki kwa dominate, ukashangaa kumuona club kama Asante Kotoko SA anamiliki mpira kwa 80%, then Al Ahly anamiliki mpira kwa 20%. Lakini kitu pekee ambacho Al Ahly anakwenda kuwini katika mechi kama zile, anaingia kwamba nafasi moja ndiyo nitakayopata mimi naitumia kwangu kama nafasi ya dhahabu, haitakuja kutokea tena. Ndicho ambacho kilifanya Tabora United. Walikuwa bora tu katika nyakati na hawakuwa bora in terms kwamba of quality, lakini nyakati waliamua kuzichagua na zikaamua kuwika na wao. Nafasi ya kwanza walipata, unaona magoli yalikuwa yanafungwa. Ni magoli ya counter attack, wanayapata, wanakimbizana, wanakwenda wanafunga, wanapata mabao na wanaibuka na ushindi. Naam, ni Madina Hassan Madina kutupitisha kwenye mchezo ambao uliopita wa Dar es Salaam Africans dhidi ya Tabora United, ambapo leo wanarudiana pale katika dimba la Ali Hassan Mwinyi jijini Tabora. Lakini kikubwa zaidi ambacho mashabiki wanatamani kukiona leo ni pengine Dar es Salaam Africans anamaliza uteja au Tabora United anaendeleza kuwa bingwa zaidi mbele ya Dar es Salaam Africans. Tukiamia katika mchezo ambao tunatarajia kwa hams kubwa sana majira ya saa 1 za jioni, Simba Sports Club naweza kusema ni kwa mara ya kwanza kwenye kombe la shirikisho anaingia robo finali, ambapo kule juu kwenye kombe la mabingwa alizoea takriban mara 3, lakini hii anashuka anaenda kwenye robo finali ya kombe la shirikisho baada ya kushinda mechi zilizopita. Nini ambacho Simba Sports Club kimewabeba zaidi mpaka kufikia hapo walipo, na tutegemee nini kikubwa zaidi kwenye mchezo wa leo? Simba Sports Club kwa maandalizi ambayo wameyafanya, wamefika Misri kwa takriban siku 4 pale wako nazo za kufanya mazoezi na kuangalia mazingira, kukopa mazingira ya pale ili wapate kujitengeneza zaidi na kutengeneza mbinu ambazo wanaweza kupata matokeo. Lakini mechi hii kwa kikosi cha Simba pamoja na Al Masry si mechi ya kwanza. Washakutana pia, mfano mzuri ni 2018 katika michuano ya kimataifa walikutana, hatimaye Simba Sports Club katika engo ya aggregate walikwenda kutai, lakini katika mikwaju ya penalty Al Masry akafanikiwa kupita mchele na kuelekea mbele. Kwa hiyo unaona kabisa si mpinzani ambaye tukimwangalia unaweza kusema ni wamchekea. Yes, katika ligi yake pale nchini Misri haiko vizuri sana kwa sababu kuna majiant wengi. Miongoni mwa ligi ngumu sana ni ligi ya Misri. Kwa kumuona Al Masry yupo katika nafasi ya chini ama nafasi ya katikati kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka pale nchini Misri, wanaita Egyptian Premier League, haina maana kwamba kukugarantii kwamba Simba anaweza kupata matokeo kirahisi. Anahitaji kwa kufanya kazi ya ziada zaidi, kwenda kumstudy zaidi Al Masry, kwa sababu yawezekana mwenzako yupo katika nafasi za chini kutokana na ule ushindani mkubwa ambao upo pale. Kwa sababu tukiangalia in terms of quality, ligi ya Misri na ligi ya Tanzania iko chini, kwa sababu ligi ya Misri ni ligi namba 1, ligi yetu sisi ni ligi namba 4. Kwa hiyo kuna gap hapo katika lenke takriban ranki 3 wametupita. Kwa hiyo unaona kabisa kazi ngumu ambayo unapata kuifanya Simba ni kwenda kwa study zaidi kikosi cha Al Masry. Lakini pia kitu pekee ambacho unaweza kukichagua, kwa sababu wao wako ugenini, Simba wanacheza mchezo mzuri, lakini unapaswa kuchagua alama za nyakati, kwamba tunacheza na nyakati ambazo sisi tunampata mpira, tuhakikisha kwamba huo mpira tunautumia effective zaidi. Lakini pia nyakati ambazo sisi tunakuwa na mpira, tuhakikisha kwamba kila nafasi ambayo tunaipata hatuwezi kuipoteza. Lakini si hivyo pia tujilinde zaidi katika lengo letu, kwa sababu huo ni mchezo ambao unapata marejeano kwamba mchezo wa kwanza endapo kama ulipata matokeo mabaya inakuibia ugumu wewe katika mechi ya pili kwenda kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo mchezo wa kwanza unahitaji kupata angalau kushinda, kama si kushinda basi kusare, ili katika mchezo wa pili ambao utapigwa Benjamin Mkapa wao waende kuclear kile ambacho walikifanya katika mchezo uliopita. Naam, waende kuclear kile ambacho walikifanya katika mchezo uliopita. Kikubwa zaidi ni wewe ambaye bado hujasubscribe, lakini pia unaweza kutupatia utabiri wako hapo kwenye comments zetu. Kwenye comments zetu unaweza kuandika hapo, pengine wewe unatarajia nini kwenye mchezo wa leo, Simba Sports Club dhidi ya Al Masry, Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, na maanisha Simba akiwa mgeni, lakini pia upande wa Dar es Salaam Africans akikaribishwa na Tabora United pale jijini Tabora. Kumbuka hii ni Zakayo TV Tanzania, lakini endelea kusaidia nasi, wakati mwingine tutaendelea kujuza yale yote ambayo yako ndani ya uchambuzi yakinifu zaidi kwenye masuala hasa ya soka na kambumbu. Sports Point ya Zakayo TV.